kuhusiana na bodi ya amani ambayo iliweza kuundwa na Rais wa Marekani Donald Trump katika kuhakikisha kwamba ukanda wa Gaza unajengwa upya. Na tunafahamu jinsi gani ambavyo ukanda huo ulivyoweza kuharibiwa kuhusiana na vita ambayo iliyokuwepo kati ya Israel pamoja na kikundi cha wanamgambo wa Hamas ambacho kinapatikana Palestina katika ukanda huo wa Gaza. Na hata hivyo kiasi cha shilingi dola bilioni 70 zinahitajika kuhakikisha kwamba ukanda wa Gaza unasimama tena upya. Lakini katika bodi ya amani ambapo walipoweza kukaa na kuweza kuzungumza, kiasi cha fedha ambacho kilichoweza kupatikana ni 10% pekee, kwa sababu unakuja kuangalia baadhi ya mataifa ambayo yameweza kuahidi kuweza kutoa hiko cha fedha na kuweza kufikia bilioni 7 pekee. Lakini tumeweza kuona Rais wa Marekani Donald Trump yeye amesema ataweza kutoa bilioni 10 kwa Marekani, lakini hajaweza kusema kiasi hiko cha fedha kitatolewa lini na kitaweza kufanya shughuli hipi. Na hata hivyo kwa Marekani kuweza kutoa dola bilioni 10 peke yake ni kuweza kuwapongeza, na hii ni kama vile kuweza kuwashawishi baadhi ya mataifa mengine na wenyewe kuweza kujitoa zaidi kuhakikisha kwamba ukanda wa Gaza unasimama upya. Na unaangalia takriban nchi 40 zimeweza kuhudhuria katika bodi hiyo ya amani, japokuwa baadhi ya mataifa hajaweza kujiunga moja kwa moja katika bodi hiyo ya amani, na badala yake waliweza kutuma wawakilishi. Ni pamoja na taifa la Ujerumani, Uingereza, Uswizi, ni baadhi ya mataifa ambayo wenyewe hawajaweza kujiunga na bodi hiyo ya amani ya Rais wa Marekani Donald Trump, lakini waliweza kutuma wawakilishi tu. Lakini tushaweza kuona nchi kama Qatar, Saudi Arabia na baadhi ya mataifa mengine ambapo waliweza kuwasili katika bodi hiyo ya amani na kuweza kuchangia kiasi hiko cha fedha cha dola bilioni 7 kuhakikisha kwamba ukanda wa Gaza unasimama upya. Na hata hivyo unakuja kuangalia mgongano huo, labda mvutano huo wa kivita ambao uliweza kudumu takriban miaka 2 kati ya Israel pamoja na kikundi cha Hamas ambacho kinapatikana kwa pale ukanda wa Gaza, jinsi gani ambavyo watu wengi waliweza kupoteza maisha. Takwimu zinaonyesha takriban watu 600 waliweza kupoteza maisha katika ukanda huo wa Gaza. Lakini hata hivyo unakuja kuangazia jinsi gani ambapo baadhi ya mataifa yameweza kusimama na kuweza kuona kuna hali ya umuhimu zaidi inahitajika kuhakikisha kwamba ukanda wa Gaza unasimama tena. Kuna hali ambayo inahitajika zaidi kuhakikisha kwamba ukanda wa Gaza maboresho yanafanyika. Ukanda wa Gaza zile huduma za kibinadamu zote wanazipata. Na tumeweza kuona jinsi gani ambavyo kwa upande wa Israel na wenyewe katika kuhakikisha kwamba katika mkataba huo wa amani jinsi gani ambavyo masharti yanazingatiwa, naweza nikasema hivi, kwa sababu tunafahamu kuna baadhi ya vipengele kwa upande wa Hamas walisema kwa itakuwa ni vigumu kuweza kukubali moja kwa moja kuhusiana na baadhi ya vipengele, ikiwemo ni pamoja na kuweka silaha chini. Lakini hata pia na upande wa Israel na wenyewe ni hivyo hivyo, kipengele cha kuweka silaha chini kimekuwa ni kipengele kigumu zaidi. Lakini tunategemea kuweza kuona bodi hii ya amani ambapo iliyoundwa na Rais wa Marekani Donald Trump kuweza kuondoa sintofahamu yoyote ile kati ya Israel lakini pia na upande wa Hamas kwa pale ukanda wa Gaza. Kwa hiyo tunaweza kutegemea jinsi gani ambapo bodi hii ya amani itavyoleta makubaliano kati ya Hamas pamoja na Israel. Lakini hata hivyo jinsi gani ambapo baadhi ya mataifa kuendelea kusapoti zaidi upande wa ukanda wa Gaza ili watu ambao wanaishi katika ukanda wa Gaza basi kuweza kupata huduma zote za kibinadamu. Mtazamaji, ni saa 3:03 natamatisha hivyo Morning Victory siku ya leo. Natumaini nitakuwa nimekujuza mengi katika yale ambayo nimeweza kukuandalia katika upande wa kitaifa, kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Georgina Mwatatu, endelea kutazama Rabi TV, kisima cha maarifa.